Ndio mwanangu, nakusikiliza. Baba, nafikiri lile jambo tulikuwa tunazungumza kila siku la kuhusu mimi kuoa, nafikiri liko mbioni mzee wangu. Kwa sababu leo mchana kuna binti nimekutana naye pale dukani. Kajaribu kufanya naye mazungumzo, lakini kwa muonekano wa nje nahisi anafaa kuwa mkwewe. Sawa mwanangu, nafikiri jambo zuri. Wewe sasa hivi unahitajika kuwa na mke. Isipokuwa tu unatakiwa awe mke mwema, kwa sababu mke mwema ndio anaweza kukuzalia watoto wazuri na wakawa watoto wema pia. Lakini inatakiwa ajulikane wapi anapatikana mwanamke, ni wapi ni kwao. Nafikiri ni hivyo tu. Mimi nafurahi kwa kweli. Lakini pia usione na kuharakisha sana kuhusu jambo hili, kwa sababu hili jambo linahitaji taratibu. Usikurupuke, kwa sababu unahitaji kuwa na mke mwema. Kama usemi wanaosema watu kwamba unapotaka kuoa basi oa mke mwema, na ukikosea kuoa basi nafikiri itakuwa ni tatizo. Na tatizo litapokupata wewe, hata mimi pia sitojisikia vizuri. Kwa hiyo unahitaji kufanya taratibu, usikurupuke. Sawa? Mimi ushauri wangu ni huo. Nafikiri mtapokutana na mwenzako mtapanga, alafu utaniambia mimi ili niweze kukutana na nyinyi. Nione tunafanyaje kuhusiana na hili jambo, kwa sababu ni jambo kubwa. Hakuna tatizo. Kwa sababu kweli ni wajibu wako sasa hivi, unahitaji kuoa ili tuweze kupata watoto. Watoto mimi napata wajukuu. Sawa mwanangu? Sawa. Na vipi kuhusu shughuli zako ndani? Kuhusu biashara kweli namshukuru Mungu, zinaenda vizuri kwa kweli. Japokuwa sasa hivi kipindi hichi ni cha hali mbaya sana ya kibiashara, lakini namshukuru Mungu. Sababu changamoto za kwenye biashara ni jambo la kawaida. Sawa. Pia kwa sababu maisha yana changamoto, lakini inahitaji uvumilivu.